Naam, ni mara nyingine tena katika kisiwa hichi cha Sheria Platform. Leo hii tunataka kuzungumzia the place of chiefs katika ununuzi wa mashamba. Je, hawa machief nafasi yao hasa ni gani katika ununuzi wa mashamba? Kwa nini tunazungumzia swala hili? Kwa sababu tumeona ndugu zetu wa pwani, wa coast wanawapatia majukumu machifu ambao kwamba sio yao. Majukumu ya chief katika land transaction, wao majukumu ambao wanaweza fanya, kusema niongee ukweli, labda wanaweza kuwa brokers ama wawe maagents, waweze kulinki mnunuzi. Ni kama mtu tu wa kawaida ambaye pengine ako na ujuzi anaweza saidia, lakini it is not a legal requirement kwamba chief ni lazima yeye aparticipate katika ununuzi wa mashamba. Tunawapatia majukumu machief wa ku authenticate the ownership of lands, ambao haya sio majukumu yao. Jukumu la kujua kwamba hii kweli shamba ni ya nani, hayo ni mambo ambayo tushazungumza. If you want to know the genuineness of a title deed, nenda ukafanye search ndugu yangu, ama nenda ukafanye green card. Kwa nini urely na barua ya chief? Kwa nini? Utapata mtu ananunua shamba sijui 50 by 100, lakini naenda hapo kwa chief nikaandikiwa agreement. Chief na hiyo shamba mtu hajafanya search, hajafanya due diligence. Kwa nini mnajiingiza katika haya matatizo? Kwa role of the chief in land transaction, yeye hana role kabisa. Ni mtu tu wa kawaida, labda aparticipate kama nilivyosema katika ile hali ya mambo ya biashara, lakini tusiwapatie majukumu ya kusema kwamba hii shamba kweli ni genuine ama si genuine. Tusiwapatie majukumu ya chief ya kuandika agreement, hiyo sio taaluma yao. Wataandika tu ule mkataba wa kawaida, lakini haimaanishi kwamba wataku safeguard wewe zile interest zao. Kwa hiyo hii tambii yangu ya leo ni majukumu ya chief tumeya overstretch sana wakati tunanunua shamba. Utapata watu wengi, hii video nasema, lakini watu wengi as we speak wako na sale agreement ambazo zimeandikwa na chief, na hiyo wenyewe wanaichukulia kwamba hiyo ni genuine ownership document. My friend, achana na hiyo tabia. Tusiwapatie chief majukumu ambayo sio yao. Kama wanataka kuhusika katika process ya kununua mashamba, wacha wahusike kama maagent ama kama mtu wa kawaida ambaye kwamba hii ni deal imeingiliana naye, pia anataka kuishi. Pia vile vile kuna tabia nyingine ya machifu ambayo kwamba imekithiri. Mtu anataka kurithi shamba, lakini hiyo utapata huyo chief, yani yeye anasema mimi ndo nitaenda kutengeneza succession petition. Jukumu la chief ni kuandika barua akiidentify warithi, akisema kwamba anamtambua marehemu, na mfano anaweza ongezea kwamba hao warithi wamekubaliana, na hilo jukumu linaisha hapo. Kama ana ujuzi wa kusaidia katika kutengeneza ile petition, well and good, lakini haimaanishi kwamba hilo sasa ni jukumu la chief alibebe kifua kabisa. Yeye kama chief ni jukumu lake, naambiwa yeye anatengeneza succession petition alafu hapo yeye ndio, ukumbuke ni mtu ambaye tunamtegemea identify warithi, alafu yeye kuna warithi ambao kwamba amewaacha. Sasa itakuwaje? Unaona, sasa kuna shida hapo ambayo itakuwa inajitokeza. Yeye ni mtu tutamtegemea atupate the correct information, but amejiingiza kwa fix, naye pia ameingia kwenye biashara, amekuwa legal drafter pia by the end of the day pia anataka kuitwa kama witness in the same case, akisema kwamba yeye ndo anawafahamu hawa warithi. So wewe mtu mmoja utakuwa unafaa kuidentify, wewe mtu mmoja unafaa kuwa drafter, wewe mtu mmoja unafaa pia kuwa witness. So where are the checks and balances? So machifu, kuna kazi ambazo kwamba mnazi overstretch, ambazo kwamba zinaweza kuwaingiza katika matatizo, ama pia zinaweza kuwafanya wananchi wakuweze kukosa mashamba yao. Kwa hiyo tanbii yangu ya leo ni kwamba role ya chief tume overstretch na tuweze kuwa guided accordingly. Asante sana.